usiku yote tulikuwa tunanuanga hii mafuta hili. Sijui ilikuwa magendo ama ilikuwa nini, kwa sababu by then petrol station haikuwa. Yes. So tulikuwa tunanunua kwa lori, tunapeleka madram kama 100 wanamwaga mafuta. Alafu inabidi tusafirishe usiku yote. So ndio huyo jamaa akaniambia, ukitaka kununua kitu unaenda Kariobangi. Mimi sikuwa najua Nairobi. Nilikuwa every day nikipata shilingi 100 ama shilingi 50 kwa ile singira yangu nilikuwa naishi. Kwa nyumba nilikuwa naishi ya mabati. Nilikuwa nimetoboa kashimo katikati ya nyumba. Na nimeweka carpet ile karatasi. Unajua ile carpet ya samaje, carpet ya siku hizi kuna ile carpet kingine ka karatasi. Yes. So every day nilikuwa nikija na shilingi 50 ninatupa hapo kama ni 100. Nilichanga. Si kununua nguo, si kununua chochote, nilikuwa na target. Wakati nilimaliza mwaka mzima pamoja na mshahara, nikapata niko na 21,000. Na hapo ndio nikafikiria nikasema ninatafuta mahali nitaegeza hii pesa ili kila mwaka nitakuwa na pesa fulani. Sasa kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, baba ya huyu jamaa, huyu alikuwa ameniandika kasi ya matatu. Ni mtu pia alikuwa anajiweza. So siku moja akakuja akaniambia, nataka unipeleke kwa shamba ng'ambo ile tutembee. Siku hiyo nilikuwa nimeanza kujua kuendesha gari kidogo kidogo. So nikampeleka, kufika huko akaniambia, kwani huyu mtu wako sasa tajiri wangu sasa kijana wake hakulima hii shamba? Nikamwambia yeye sijui. So wakati tulirudi nikamwambia ule boss wangu, so nisaidie hii shamba nilime. Akaniambia enda kulime. Hata sikumaliza kusema. So nikaanza kununua fertilizer. Ilikuwa eka 7 ya shamba. Nikanunua fertilizer, nikaanza kununua kila miezi ninanunua input fulani nikitarget pale. Na nikafanya hivyo, baada nikapanda hiyo shamba. Hiyo ni miaka ya pili. Nikapata shilingi 1,129 from 7 acres. From 7 acres. Hiyo ni season moja. Hiyo ni season moja. Lakini nimeweka pesa kama shilingi 40,000 na kitu. Nikapata hiyo pesa. Wakati nilipata hiyo pesa, nikapatia rafiki yangu. Alikuwa rafiki yangu sana wa karibu. Anaitwa Steven. Yeye alikuwa anafanya kazi ya kuuza mafuta. Na yeye by then alikuwa anauza mafuta na drum. So mimi ndio nilikuwa nambebeanga mafuta usiku yote. Tulikuwa tunanuanga hii mafuta hili. Sijui ilikuwa magendo ama ilikuwa nini, kwa sababu by then petrol station haikuwa. Yes. So tulikuwa tunanunua kwa lori, tunapeleka madram kama 100 wanamwaga mafuta. Alafu inabidi tusafirishe usiku yote kwa sababu hatungefanya mchana. So huyo jamaa alikuwa rafiki yangu sana. Yes. So tukaendelea kidogo nikanunua matatu yangu. Tukaendelea kidogo. Siku moja tukasikizana na Steven tuende Nairobi. Tukanunue TV. Na tujua hata hii Nairobi inakaa namna gani. Yes. Hiyo ni 1999. Mara yangu ya kwanza kuja Nairobi. Yes. Tulipanda 5:05 asubuhi, very early in the morning 5. Tukashuka hapa tukaenda kule naitwaje? Nairobi ya chini huko. Ndio tukanunua ile TV ya Grade Wall. Ile nyekundu. Na radio. Yes. Na tukarudi, before turudi Eldoret, tukingoja gari sasa. Niko na point, that's why nimeleta historia ya Nairobi. Tukingojea gari pale, kulikuwa na hoteli ilikuwa unapanda juu namna hii. So wakati nilipanda kwa ile hoteli juu, nikapata watu wanacheza pool table. So nikakuwa keen. Hii kitu inachezwa alafu wakaniambia unalipa shilingi 10 ndio ufanye nini? Ucheze. Yeah. So nikainquire hapo haraka, nikaona vile watu wanacheza, nikahesabu. Nikaona tayari imefika shilingi 100 within a very few minutes. So ndio huyo jamaa akaniambia, ukitaka kununua kitu unaenda Kariobangi. Mimi sikuwa najua Nairobi. Lakini nilienda Eldoret. Na nikarudi na ule jamaa yangu. Yeah. Pick up. Yes. Na tukaenda Kariobangi. Nikanunua pool table ya kwanza. Yes. Nilinunua pool table mpaka pool table 24. Ukailaunch sasa huko? Nikaweka huko mashambani, nikaweka ingine Lesos, nikaweka ingine Moi University. Pale canteen nikaweka ingine 2 hapa KSS, nikaweka ingine Mugundoi, niliweka all over mpaka huko Cherang'any huko. Na hiyo by then ilikuwa sasa ni shilingi 20. Kwa pool table moja unaweza pata 1,200 to 2,000.
wakati watu wanazidi kujifunza kucheza, wakati wanazidi kuelewa kucheza, pesa inazidi kuongezeka kwa sababu wanamaliza mapema. Na nikafanya hiyo kazi, sasa nikaanza kuwa mchachari, nikajuana na watu town, nikatoka hapo sasa nikakuja nikajuana na jamaa mwingine rafiki yangu anaitwa Munyiri. Alikuwa anauza anga hizi madumu na nini yeye ndoka Nyeri ama Murang'a, I think Nyeri. Akaanza maneno ya kuuza mashamba. So nikakuwa pia ninaona hii maneno ya mashamba, nikakuwa broker kidogo. Yes. Tukaanza kununua na yeye tukiuza. Hiyo sasa ndio namna niliruka kwa level nyingine ya 3 sasa nikuja town. Yes. Kidogo kidogo nikakaa namna hii tena nikaruka level nyingine, nikajua hii Nairobi kidogo, nikajuana na Jirongo hapa. Mwingine hapa maneno mashamba. Yes. Na before hapo nimeruka story. Hapo kidogo kuna siku Moi University walikuwa wanapeanga lecturers magari ya duty free. Yes. So lecturers walikuwa wanatuma magari lakini hiyo duty free. Sasa penye walikuwa na clear magari. Walikuwa na clear kwa jamaa moja kwa kampuni ilikuwa na Elite Ventures Mombasa. Na Elite Ventures ilikuwa jamaa anaitwa David Langata. David Langata anatoka Nandi. Lakini sasa siku alikuwa ni watu sasa tunawasikia wako juu sana. So hawa lecturers walikuwa wana approach, unaweza tuendea Mombasa utuletee magari. Sasa nikaanza kwenda kuwaletea magari. In the process nikiwaletea hizo magari nikiwa drive hiyo walikuwa wanalipa shilingi 2,000. Unaenda Mombasa unaleta in the process nikienda kuleta hiyo magari ndio nikajua kumbe kuna clearing. Yes. So nikaanza kuambia wao mapema mnipeange nifanye pia nini clearing kwa sababu ni kazi yangu ni kudeal na documents kwa ile ofisi. Yes. Alafu clearing inafanyika. Na hapo sasa nikajuana na wanabiashara wakubwa by then sasa walikuwa vijana chachari sasa. Kwa sababu ni wakubwa kwetu kama 15 20 years. Ndio sasa nikajuana na mtu anaitwa David Langata wa Mombasa, anaitwa nowadays DL. Ni mwanabiashara mkubwa sana. So pia tukakutana naye hapo tukafanya connection. Na yeye pia alikuwa anafanya maneno ya mashamba. So nikaanza ku upgrade. So kitu ya kwanza yenye mimi nataka ni kuambia Dr. King'ori, kitu ya kwanza ya muhimu ni mtu awe na kitu inaitwa uvumilivu. Unajua vijana siku hizi wako na tamaa. Anataka kununua saa mzuri, anataka kununua viatu mzuri, anataka kuendesha gari, anataka kufanya hii, anataka kufanya na wafuate process. Lazima ufuate stages so that you can build your capacity. Sawa. Na hiyo mahali ulikuwa ukisave mpaka 21,000. Yes. Hukuwahi pata academy mahali kana kurudisha square 1 ama square half mahali? Mimi nafikiri demu wangu wa pili. Unajua by then kwanza ukimwi ilikuwa inawaka moto. Na I was so disciplined nikiwa matatu. Yes. Mimi nikiwa matatu nilikuwa nakaa na marafiki zangu. Wanakunywa, mimi nakunywa soda. Naenda kulala. Wako na madem, mimi sikuwa na dem. Kuna dem nilimpata moja, ningemuoa. Lakini ni kama vile alienda college akapata jamaa mwingine mambo yake ni mzuri kidogo. Yes. Akaniepa. Dem wangu wa pili ndio bibi wangu wa kwanza nilimuoa. Nikiwa 20 years. Wewe ukiniona hivi King'ori, niko na mtoto ako London University. I'm 40 years now. I'm born 1981. But niliandika 1980 because nilikuwa nataka niliandika kwanza 1979, nilikuwa nataka ID. Jiva kanikataza. Lakini akanikubalia moja nikaandika 1981. But I'm 1980 lakini I'm 1981. Mimi tukiongea na wewe sasa niko na mtoto ako university. I'm 40 years old. Congratulations, you've done well for yourself. Just to confirm, huyo dem alikuacha alienda KU? Huyo dem aliniacha ni rafiki yangu sana. Na huwa tunakutana naye na bwana yake. College gani wanasemanga story, tunacheka sana. College gani alienda KU? Alienda tu college nyingine hapo town Eldoret. So vile alikuwa kwa college kwa sababu masimu naye haikuwa akapata mtu mwingine akaniapa sasa akasema sasa yeye ananiambia story sasa na huyo jamaa wake. Huyo jamaa akamwambia sasa wewe unafanya nini na mtu wa matatu? Unajua watu matatu na wapotevu. Akambeba. Tunarudi hapo tena. Mhesh, wewe na wewe story yako inaanzia na Dania. Yes. Si ndio? Ulijuaje Dania iko na opportunity ama wewe ulikuwa unalima tu Dania ukaamua kutafuta opportunity soko mahali pauza? Wacha kwanza nianze kwa kukwambia nyuma ya Dania nilikuwa nasoma shule inaitwa Meshinda Secondary Primary School. Yes. Na mimi nilikuwa na hiyo mambo ya biashara. Hata wewe ukiwa shule? Yes, nikiwa shule. So what I was doing in the school, tulikuwa unajua ugali ikipikwa sijui unaita namna gani kwa Kiswahili, ile mikro. Mabaki ile ya safuria.
Si unajua hiyo inakuwa nyeusi pande ingine Yes, yes, yes. baada ya ugali kutolewa.